ukamkalia kwa juu. Yaani ulibahatika kumkalia kwa juu sasa. Yaani ina maana alikunyanyua yeye mwenyewe mpaka ukamkalia juu au ilikuwaje kwa? Alininyanyua yeye mwenyewe kwa sababu hata nilikuwa juu yake. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana. Ilikuwa ni rahisi sana kufanya kwa sababu muda ule mmekaa kwenye boya. Hebu tuelekeze namna mlivyokuwa mmekaa kwenye hilo boya. Yaani ilikuwaje kwaje ili mtazamaji kidogo akaelewe. Mgeni na haya mambo. Yaani yeye ndio alikuwa amekaa kwenye boya ila mimi nilikuwa nimekaa juu yake. Yaani kwa hiyo mimi nilikuwa nimemkumbatia. Okay. Kwa hiyo kawaje hapo? Basi kabidi tufanye hapo. Kiukweli tulitombana ndani ya maji. Yaani tulimaliza game kabisa ndani ya maji. Ndani ya maji. Kama dakika ngapi hivi? Tulikuwa kama nusu saa. Nusu saa. Na kwa mara kwanza sasa ilikuwaje kwaje na wewe ukakubali kwamba sasa ndani ya maji sasa ilipitaje wakati ulikuwa bikra au ulikuwa unamdanganya? Hapana, nilikuwa kweli bikra ila sema tu kutokana na jinsi ilivyo romantic. Yaani nilikuja kusikia uchungu baadaye, sio kwa muda ule. Kwa hiyo kwa muda ule ulienjoy sana. Nilienjoy sana. Bwana, wewe ambao hujasubscribe kumbuka kusubscribe, ku like, comment na kushare. Maneno ya Vicky anakuambia akaamua wafanye ndani ya maji. Kwa hiyo mle ndani ya maji kitu kikaendelea kufanyika burudani. Tukaendelea kufanya mule tumefanya kama nusu saa hivi. Baada ya pale tulipotoka ile ndani ya maji tukavaa mwisho wa siku. Ngoja kwanza, kabla mjatoka kwenye maji ulikuwa unajisikiaje sasa? Unajua kitu kile kufanya ndani ya maji kwa mara ya kwanza. Yaani ulikuwa unajisikiaje wewe mwenyewe, ulikuwa unahisi la au ilikuwaje kwaje? Kwa wakati ule mimi mwenyewe nilikuwa nahisi la. Nilikuwa najisikia vizuri. Jamaa alikuwa anakuvutia. Bwana, unaambiwa alikuwa anajisikia live kifani. Sijajua ni la gani alipata. Kwa hiyo mtazamaji ambao unanisikiliza na rafiki yangu yuko pembeni, inabidi vitu hivi ni vigumu mno unapovisikiliza kidogo uwe umejiandaa kisaikolojia na kiafya. Mtoto mkali jamaa, umesema jamaa alikuwa anakuvutia labda yani, kwa hiyo alikuvutia mwili mzima au alikuvutia tu kifua ila sehemu nyingine ni ndogo ndogo? Hapana, alinivutia kote. Mashallah. Kivipi yani? Jamaa alikuwa na mdude yani mzuri, sio mdogo sana, sio mkubwa, yani wa wastani. Kwa hiyo mimi mwenyewe nilikuwa. Ina maana wao ulijikadiria vya kutosha. Naweza nikasema ni magumu na ni mazito, lakini anatueleza namna ilivyokuwa. Sasa hapo kipindi mnafanya wenzako walikuwa eneo gani labda? Yaani nazungumzia hao marafiki zako. Nao walikuwa ndani ya maji au ilikuwaje kwaje? Kila mtu alikuwa busy na mambo yake. Kwa hiyo wengine walikuwa ndani ya maji, wengine walikuwa nje. Hivi. Okay. Kwa hiyo hao marafiki mliendelea kwa muda ule kwamba umesema wengine walikuwa ndani ya maji na walikuwa peke yao au ilikuwaje kwaje? Au nao walikuwa na washikaji ambao wanawafundisha kuogelea? Na wenyewe walikuwa na washikaji. Kila mtu alikuwa na wafuasi. Kwa hiyo tulikuwa busy yani tulikuwa tunatoka mpaka tunaitana sasa kwa sababu tulijisahau. Kwani ilikuwa kama mida ya saa ngapi hivi? Ilikuwa kama mishale kama saa 12 ilikuwa ishafika. Jioni. Ilikuwa mida ya jioni tulikuwa giza kabisa. Mida kutoka beach. Bwana, wewe ambao hujasubscribe kumbuka kusubscribe, ku like, ku comment na kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakapokuwa. Mbele yako alikuwa ni mwanadada ambaye alikuwa anasimulia kisa na mkasa. Naweza kusema chao mpaka wakati mwingine. Niambie. Kwanza utamu unaanza. Na kukumbusha tu ukumbuke kusubscribe kwa sababu usiposubscribe utakuwa mtu wa mwisho kupata taarifa zetu pindi zinakuwa hewani. Umesema mmeshafanya ndani ya maji, umeenda mara kadhaa zaidi ya dakika 30. Ulijisikiaje hapo kwenye mwili sasa? Kwenye mwili nilijisikia mwili tofauti, mwili ulikuwa tofauti sana.
ulijisikia mwili tofauti kivipi? Unajua hiyo kitu watu wengi huwa wanapenda wapate show. Umesema jamaa mashallah dude analo kubwa. Ukaenjoy muda mrefu. Mtoto na dimples muda wote na jamaa atakuwa alifurahi sana siku hiyo. Ulijisikia umesema? Yaani nilijisikia mwili kuchoka kwa kuwa ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza, alafu na nilienda muda mrefu. Kwa hiyo nilijisikia kiukweli mwili kuchoka. Nilipotoka pale nikawaita marafiki zangu wakaja. Tukabidi tuondoke, lakini kitu ambacho ninajutiaga sikuchukuaga hata namba ya jamaa. Unajutia kivipi? Yaani mwanamke ujutie kutochukua namba ya jamaa kivipi? Yaani unajutia? Ndio, yaani najutia kwamba sikuchukua namba ya jamaa kwa sababu kutokana na show yake. Yaani kiukweli nilitokea sana kuelewa show yake. Yaani muda ule tunatombana kwenye maji nilitokea sana kumuelewa. Kwa hiyo kitu ambacho kilinikosti nisikuchukua namba. Sasa yaani na sijajua hiyo namba naipata wapi. Na hiyo hujui utampataje? Hata yeye mwenyewe sijui nampataje. Kwa sababu tulikutana tu mara moja biti. Kwa hiyo sijui nampata wapi na yeye anipata wapi. Yaani hata kama naongea hivi, hata kama yuko huko jamani, haje tu. Yaani aje. Nimemiss sana. Yaani nimemiss kiasi kwamba siku akija spidi nitampaje. Utampaje? Unataka kutuambia yani toka siku ile umeanza kufanya mpaka leo hujaipata mtu ambaye anapeleka show kama ya wewe jamaa? Hapana, sijawahi. Hayupo kama yeye. Yaani hayupo. Kwa hiyo unamtafuta sana? Yaani namtafuta sana. Labda hukupatika, labda akutajia hata jina anaitwa nani? Labda tumtagi hapa bwana unatafutwa popote ulipo, Viki anakutafuta, toka umpe ile issue ya Coco Beach. Anatamani tena. Kama yupo unanitafuta au? Yaani alikuwa anaitwa nani? Hauwezi kumtaja. Alikuwa anaitwa Abduli. Jamani Abduli ndo. Hivi kina Abduli nyinyi mkoje jamani Kwa hiyo Abduli ndo alikuwa na show kali kweli kweli. Ndio alikuwa ni Abduli, alikuwa na show kali. Show yake ni ya mara moja ila sijajua kama siku tukikutana tena tutatombana kama tulivyotombana kwenye maji. Nataka nijue labda ulivyo nani umesema show kama ile, labda kama kuna kijana je huko anaweza hiyo show, upo tayari yani kwamba kama kuna kijana anaweza? Sidhani kama kuna kijana anaweza kupiga show kama hiyo, ila simsemei mtu, kama anaweza sawa, ila sidhani. Kama anaweza upo tayari aje? Yaani kama anaweza sawa, ila kama ila sidhani kama yupo kama Yana umesema unatamani upate mtu kama Abdul, ila Abdul sio mmoja. Bwana wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakapokuwa hewani. Amekuelezea dada Viki hapa kwamba anatamani aje apate tena show kama ya Abdul. Anakuambia atoa vitu kweli kweli. Na unaambiaje sasa vijana ambao kidogo wakikutana na wewe kwa saizi wajipange sana, au bado unamtamani huyo Abdul? Vijana wa sasa hivi kama anataka kuja awe anajua kutombana. Mimi mzembe hapana. Alafu kuhusu upande wa Abdul, yani Abdul hata kama tukikutana mwaka gani, mimi lazima nitombane naye. Hata awe na mwanamke wake. Hainusu. Nikikwambia usubscribe na maanisha, kwa sababu usiposubscribe utakosa vitu vingi sana. Nakwambia licha Abduli, hata kama umeoa kokote uliko, basi mkikutana show ile. Nadhani ujumbe umejielekeza ya kutosha. Kijana, kama unamtafuta dada yangu hapa Viki, basi hakikisha unajua show na unajua mambo, kwa sababu kama hujui hayo mambo basi utamkosa na utapata vile vitu ambavyo yeye anataka akupe. Kabla umemsifia sana huyo jamaa, je, upande wako wewe kijana sasa akajipanga hivyo, kumbe na wewe akija huku tena unamzingua, unatulia kama gogo, labda tuambie wewe upo vizuri? Hatachoka yeye. Kwa nini achoke wewe? Kwa sababu niko vizuri, najiamini. Unajiamini? Kivipi unajiamini?
Yaani najiamini kwamba najua kukatikia mboga hizi.